Pamoja na hatari iliyopo katika msitu huu, kuna watu baadhi waliowahi kukwama ndani ya msitu huu, waliwahi kusimulia mambo ya kutisha ndani ya msitu huu. Mvuvi mmoja wa kabila la Tikuna anaitwa Carlos Yari alitoweka zaidi ya saa 72 baada ya mashua yake kugonga gogo lililokuwa limezama ndani ya maji. Alisema, "Siku ya kwanza nilifikiri nitakufa. Nilijaribu kufika ufukweni, lakini kila nikipiga maji niliona kitu kama macho mawili yananifuata. Hakikuwa kimya, kilikuwa kinafanya mdundo wa maji kana kwamba kinacheza na mimi. Usiku wa pili kilikaribia zaidi. Sikukiona vizuri, lakini nilihisi maji yanavutwa polepole chini ya miguu yangu." Dr. Helen Ramos. Katika safari ya utafiti, mwanasayansi huyu alikwama na timu yake baada ya GPS zao kupotea. Walikwama siku 2 msituni, lakini kilichowatisha zaidi hakikuwa njaa bali sauti zisizo na chanzo. Dr. Helen Ramos anasema, saa 8 usiku tulisikia mlio kama bomba kubwa linavutwa, lakini ulitoka kila upande. Ulikuwa upande wa kushoto, ghafla ukaonekana nyuma, halafu juu ya vichwa vyetu. Hakukuwa na mnyama ambaye angeweza kutoa sauti ile bila kusogea karibu. Tulilala tukiwa macho, tukisubiri mwanga.